Hello, habari na ujambo. Karibu katika kipindi chetu cha afya yako ni jukumu letu. Leo tutazungumzia juu ya swala la bawasiri. Utakuwa nami Dr. Mleani na nitaambatana na wenzangu. Kutakuwa na mtaalamu wa chakula na kutakuwa na mtaalamu wa madawa. Sote tunatoka Potential Medics na tutaelezea juu ya bawasiri. Bawasiri ni nini? Kumekuwa na nadharia tofauti tofauti, watu wanaelewa katika namna tofauti tofauti juu ya bawasiri. Wapo ambao wanafikiria kwamba bawasiri ni ile hali ya kutokwa na kinyama kwenye njia ya haja, lakini pia wapo ambao wanaelewa kwamba bawasiri ni ile hali ya kutoka na damu kwenye njia ya haja kubwa baada ya kujisaidia, lakini pia wapo ambao wanaelewa kwamba bawasiri ni ile hali ya kupata miwasho kwenye njia ya haja kubwa. Ndugu mtazamaji, bawasiri tunasema ni mkusanyiko wa tissues na mirija ya damu tunaita kama veins, hapo tunaita hemorrhoidal plexus, ambazo zinapatikana kwenye ufereji wa njia ya haja kubwa, ambazo kazi yake zenyewe zina control upitaji na hali ya kinyesi katika njia ya haja kubwa. Kwa maana hiyo, bawasiri mimi ninayo na wewe unanisikiza unayo, kwa ni jambo la kawaida, kila mwanadamu anayo. Lakini kuna ugonjwa wa bawasiri. Sasa ugonjwa wa bawasiri hutokea pale ambapo hizi bawasiri, hizi tissues na veins zinazopatikana kwenye ufereji wa haja kubwa zikapata shida. Kwa hiyo ugonjwa wa bawasiri ni ile hali ya kuvimba na kufanya inflammation kwa zile veins au mirija ya damu ambayo inapatikana kwenye ufereji wa haja kubwa, ambapo hupelekea dalili kama kutoka na damu, miwasho, maumivu na kuvimba kwenye ufereji wa haja kubwa. Kwa hiyo mtu mwenye dalili hizi tunasema amepata ugonjwa wa bawasiri. Na ugonjwa wa bawasiri husababishwa na muunganyiko wa sababu tofauti tofauti, ambazo kwamba sababu hizi hupelekea kutanuka na kujaa kwa damu kwa zile hemorrhoidal plexus, tunamaanisha veins ambazo zinapatikana katika ufereji wa haja kubwa, na kusababisha discomfort tofauti tofauti kama vile kutokwa na damu, miwasho, kuvimba kwenye ufereji wa haja kubwa. Huyu tutasema amepata ugonjwa wa bawasiri na sababu ni kutanuka kwa hizi tissue. Tuje kuangalia risk factor za bawasiri, yani kwamba nani yuko hatarini sana kupata ugonjwa huu wa bawasiri. Tunasema mtu wa kwanza ambaye yuko hatarini kupata ugonjwa huu wa bawasiri ni wale ambao wanakuwa na ukosefu wa fiber katika vyakula vyao. Tukisema fiber tunasema ni mkusanyiko wa vyakula ambavyo vinakuwa na kamba. Kwa hiyo watu ambao wanakosa vyakula vya jamii ya kamba, mfano matunda, mboga za majani, ambavyo vitaelezewa zaidi na mtaalamu wa chakula, watu hawa wako hatarini kupata bawasiri kwa sababu huwa wanapata choo kigumu sana, ambacho choo kile husababisha wao watumie nguvu kubwa sana katika kusukuma choo, hivyo hupelekea kutanuka kwa hii mirija ya hemorrhoidal plexus. Lakini pia sababu nyingine ambayo inapelekea bawasiri au watu ambao wapo hatarini kupata bawasiri ni watu ambao wana ongezeko la pressure katika tumbo, au wanaongezeka, na tunasema kunakuwa na ongezeko wale ambao wana ongezeko la intra-abdominal pressure. Sasa vipi wapo hatarini kupata ongezeko la intra-abdominal pressure? Kwanza, watu ambao wananyanyua gym. Mtazamaji, wale wanaonyanyua gym huwa wanaongeza sana pressure katika tumbo lao, ambazo ukifanya ile kwa muda mrefu unakuwa unatanua mirija au hizo hemorrhoidal veins, na zikitanuka zikishajazwa na damu hupelekea shida hii ya bawasiri. Lakini pia watu ambao wanapata choo kigumu kama tulivyozungumza mwanzo, huwa wanatumia pressure kubwa sana katika kusukuma haja, hivyo hupelekea kutanuka. Lakini pia watu wengine ambao wanaongeza pressure ndani ya tumbo ni wajawazito. Kwa mjamzito yeye yuko hatarini kupata bawasiri.